Aya, asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya wanyonge. Mimi nataka kuambia aliyekuwa governor wa Meru, Kawira Mwangaza, ya kwamba Kawira Mwangaza, wewe umejikaranga mwenyewe. Na umejikaranga na mafuta yako kwa sababu ukosefu wako wa kusikia. Kama ulichaguliwa ukashinda mtu wa UDA, ukachaguliwa ukashinda mtu ya PNU, na ukachaguliwa ukashinda mtu ya Mbasi ya Krait Murungi, na ukachaguliwa na bado ukashinda candidate ya Azimio. So ungefaa kujiuliza kama aliyekuwa governor wa Meru Kawira Mwangaza, kwa nini wananchi waliacha hao wanaume Krait Murungi, Peter Munya na aliyekuwa senator. So unafaa kujiuliza wewe kama kiongozi ya kwamba kwa nini hao watu wamenichagua? Wamenichagua kwa sababu mimi ni mrembo, ama wamenichagua kwa sababu nastahili kwao? So wewe ulipata faida kubwa sana na nafasi kubwa ya kuongoza Meru, lakini kwa sababu tamaa ya ujinga ya kisiasa imekupeleka nyumbani. Kama Ruto alishindwa kule Meru, ukachaguliwa, ukashinda Ruto na Gachagua, ukashinda Raila na Uhuru, then unakuja kudanganywa ati serikali ni serikali nzuri, unaingia ndani. Sasa uko wapi? Si uko nyumbani? Uko nyumbani kwa sababu ukosefu ya umadili ya kusikiza. Wakati umechaguliwa independent, lazima ujue kwamba wananchi ndio wanakutaka, si viongozi ama rais anakutaka. Ukadanganywa na Ruto, ukaingia ukasema una support serikali. Ukadanganywa na Gachagua, ukasema una support serikali. Sasa uko jobless. Na ni ngumu sana kuchaguliwa tena Meru. So career yako ya kisiasa imeisha kwa sababu hakuna mahali utashikilia sasa hivi. So ni vyema ukichaguliwa independent, baki kama wewe ni mtetezi ya wananchi, tetea wananchi bila uoga, tetea wananchi kwa sababu wananchi ndio walikuchagua. Umepewa nafasi ya kufanya kazi, wewe unakimbizana na Mheshimiwa Ruto. Unataka kuonekana una support serikali. Kwa nini Ruto hajakusaidia sasa hivi? Kwa sababu haukukuwa candidate ya William Ruto. So kama hukukuwa candidate ya William Ruto, hakuna jinsi Ruto anaweza kukusaidia, kwa sababu haukukuwa candidate ya William Samoei Arap Ruto. Kama ulishinda candidate ya Ruto, so ni vipi Ruto atakupenda? Hawezi kukupenda. So we mwenyewe umejikaranga na mafuta yako kwa sababu ukosefu wako ya kusikiza. Na hii ni onyo kwa wale wabunge, MCS, magovernors, masenate na women rep ambao wamechaguliwa independent. Onyo kwenu. Ukidhani ya kwamba sasa umechaguliwa independent wanaweza fanya vile unataka, wewe unaunga president. Hadi mimi naunga president kwa sababu nimechaguliwa. Hadi naunga chama fulani. Kama wananchi wameacha hiyo chama nilikuwa kwa debe wakakuchagua, ujiulize kwamba unafaa ufanye maslahi ya wananchi, sio maslahi ya rais wala maslahi ya party leader. So maslahi ya party leader na maslahi ya rais imefanya Kawira Mwangaza anaenda kuosha vyembe na wajukuu wake nyumbani kwa sababu ujinga. Wana Meru wamekusaidia kama wa Kenya ili ufanye kazi ambayo umepewa. Wewe na ujinga wako unaanza kufuata nani? Ati Ruto. Bana, Ruto ni sumu. Na hii ninarudia, any person ambaye amehusika na Ruto, hata wabunge wa Nairobi naona wanakimbia na Ruto hapa Nairobi. Chungeni sana. Chuma chenu kimo tu. Nyumbani express. Any person ambaye anajaribu kujihusisha na serikali ya Ruto, wewe tunakupeleka nyumbani. Kwa sababu wewe na Ruto hakuna tofauti. Ni biashara gani mnafanya kama sio biashara ya kulagala ya kuwalagai wananchi? So Kawira Mwangaza, mimi nakuonea huruma, na ninakuonea huruma wakati nacheka nikiweka mguu yangu juu ya meza. Kwa sababu wana Meru walisacrifice kuacha Peter Munya, kuacha Krait Murungi na kuacha candidate ya Ruto. Sasa wewe umechaguliwa unaweka tumbo mbele ati mimi na support serikali. Kwa nini hiyo serikali haijakusaidia kwenye mahakama? Kwa nini hiyo serikali hawakusaidia kwenye Senate? Kwa nini hawajakusaidia? So hii ni ujumbe tosha, ni ishara tosha kwa wale viongozi ambao wakishachaguliwa wanasahau ya kwamba wananchi ndio walituchagua. So hii ni ujumbe nataka kutumia wale viongozi ambao wafanyi kazi. Na wale viongozi wanaabudu party, abudu chama. Lakini kama 2027 utaenda na party leader wako nyumbani ukisonga. Wewe pia ambao umechaguliwa independent, usipofanya kazi 2027 pia ukija nyumbani express. Kwa sababu tunataka umakinika
na makinifu katika kwenye uongozi wa taifa la Kenya. Sio watu ambao wakikuja wanaangalia maslahi ya chama, wanaangalia maslahi ya rais, wanaangalia maslahi yao binafsi, na wakati sisi wenyewe tunateseka, wakati wao wenyewe wameridhika na yale mambo ambayo wanapata. So any person ambaye anajaribu kujihusika ama kujihusisha na hii serikali, ndugu yangu, nyumbani. Sasa tutaki fuji, na sasa tunashukuru mahakama. Mahakama pia imekuja kwa laini ya wananchi. Ukifanya mistake upatikane kwa mahakama express, nyumbani. Ukifanya any mistake kidogo tukutane kwenye mahakama, nyumbani. Kwa sababu tunataka wale ambao wanafanya kazi kwa ajili ya mwananchi ule mdogo, sio kwa ajili ya watu ambao wanapeleka tumbo zao kwa maslahi binafsi. Mimi ningependa kuambia watu ya kwamba mali imefika, lazima tusimame kudai haki yetu kama wananchi, kwa sababu Kenya yetu inaharibika kwa sababu sisi wenyewe kama wapiga kura. Baada ya kuharibika, hao wanafanya maslahi yao, hawatusikii kilio chetu. So Kawira Mwangasa kama ni mtu ambaye angekuwa ni mtu ambaye anajua uongozi, angeenda kabembeleza wale MCS wafanye kazi, na kwa sababu yeye amechaguliwa independent. MC ambao wako pale katika kwenye bunge ile ya Meru, wengi wao ni PNU ambayo inaongozwa na Kiraitu, inaongozwa na Peter Munya. Number 2 inaongozwa na Kiraitu Murungi. Number 3 ndio UDA inakuja. So yeye kama governor ana chochote, ana base yoyote ambaye anasimama ya kwamba mimi nasimama hapa, hakuna. So angekuwa mtu ambaye anatumia akili, ungeshika kwanza MCS ya PNU ufanye nao, kwa sababu wewe umeingiza kiburi hadi unadharau wanaume akina Peter Kimunya. Wewe unaona kwamba wewe umefika binguni. Peter Munya ni kiongozi ambaye ameishi kule Meru miaka nenda miaka rudi. Wewe umejaliwa na neema ya wananchi wa Meru, wakakuonea huruma kama mama, wakakuchagua. Kisha umeingiza kiburi ambayo Gachagua aliingiza akampeleka nyumbani. The same hiyo kiburi sasa ndio amekupeleka nyumbani. Mimi ningependa kuambia wananchi, chaguo ni letu, na wale viongozi wote ambao wameingiza kiburi, come 2027 plus Rais William Ruto akiongoza nyumbani. Wakati Ruto anaingia Sugoi, wale marafiki zao wanasonga wakiingia mali wanaingia, wengine pia tunasafirisha Pwani, wengine tunasafirisha Northeastern, hivyo wakienda, kwa sababu tunataka viongozi ambao wanamakinika kwa kazi, sio viongozi ambalo wanaangalia maslahi yao ya tumbo zao. Mkenya, uchaguzi yuaja. Tukishachaguana mwaka 2027, uone mtu uliochagua independent ukaja chama ameruka pande ile nyingine, tunaita uchaguzi. Kama ni governor tunaita uchaguzi, kama ni MCA tunaita uchaguzi, kama ni women tunaita uchaguzi, kwa sababu ni sisi tulimchagua, sio chama. So any person ambaye ataenda kinyume na wananchi, come 2027, ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, rafiki yangu, unapelekwa nyumbani. Na hii ni onyo. Unaona sasa vile mahakama inanyoroshwa, kwa sababu wao pia walimewa pembe. So walimea pembe, Ruto sasa anawakaranga. Kwa sababu gani? Wao pia walimea pembe na William Ruto. So wamejikuta kwa mikono mbaya kwa William Ruto. So any person ambaye anaenda kinyume ya wananchi, ambao wanafanya wananchi wanamwaga machozi zaidi, wote wanakarangwa. Kawira Mwangasa alisahau wananchi wa Meru, amekarangwa ameenda. Sasa hii Gachagua alikuwa ameingiza kiburi, anapumzika wa Mnyoro. Sasa hii Martha Koome pia ndiye ako kwenye karai, anakarangwa kweli kweli. So any person ambaye anaenda kinyume na wananchi, my friend, tutawakaranga vilivyo. Na tutakaranga ili mjue kwamba tunataka haki ili ifanyike hapa Kenya. Jambo la mwisho, ningependa kuambia Ole Naula, Isaac, umesema kwamba uko tayari kwenda nyumbani. My friend, wakati tulikuwa tunakuhitaji kama Isaac Ole Naula kwa jaji kule Supreme Court, au kujitokeza kwa sababu uliona Ruto ni mkubwa, ama Ruto ni muhimu kushinda kura zetu ama masala yetu kama wananchi. Watu karangwe vizuri na Ruto. Ni nyinyi mliweka Ruto kwenye uongozi kupitia Martha Koome, wacha mkarangwe na Ruto. Kisha mkisha karangwa mwende nyumbani, tutaanza kufuatilia moja kwa moja
tuchunguze pesa zenu, akaunti zenu, M-Pesa zenu, tujue kwamba ni pesa ngapi muliongwa. Sasa mnalia ati I'm ready to go home. Kwani unafikiri nani atakutetea? Mimi nisimame nitetee judges ya Supreme Court? My friend, naweza tetea jaji mmoja hapa Kenya, Maraga peke yake. Hao wengine wote hawana akili. Pesa ndio wanaweka mbele. Martha Koome alifanya hii Kenya ikakuwa Kenya mbaya. Nikikuja mambo ya affordable housing, wakati housing levy ilipeleka kwenye mahakama ikanalify, wakapil ikanalify, ikafika kwa Martha Koome akasema sawa, iko sawa. Sasa analia mama yake. Nini analia? Sasa sisi tunalia mama yetu hapa Kenya kwa sababu tunaumia. So kila mtu alilia mama yake. Sisi hatuwezi saidia watu ambao mtusaliti. Mimi nikilia nalilia mama yangu. Yeye pia kililia alilia mama yake. Kila mtu alilia mama yake kwa sababu saa hii Kenya imekuwa ngumu. Wakati tulikuwa nataka Martha Koome simame na haki, people like Ole Naula wasimame katika kwenye ile mahakama ya upeo, watetee mwananchi kuhusu dhuluma, walikataa. Walikuwa wanakula pesa zetu, walikuwa wanakula roda kwa sababu tunamlipia gari, tunamwekea fuel, tunamlipia nyumba, tunamnunulia nguo na tunamlisha. Hakuwa anajali kwamba hao wananchi wanafaa kutetewa. Sasa mnakarangwa na ombudsman. Sasa mnataka wananchi watutete. Nani? Mimi mjukuu nikuje nitetee hii bench ambayo imeoza ya mahakama upeo. Hii yenye wezi tetea mwananchi. Ni kesi gani imepelekwa tangu tuchague Martha Koome na wananchi wakapata faida? Hakuna. Housing levy yeye ndiye alipitisha. Mambo ya ushuru yeye ndiye alipitisha. So yeye hana faida kwetu. Hata sisi hatuwezi kumtetea mtu ambaye ajali sisi kama wananchi. So wakati imefika, Orengo alisema kitu moja kwamba serikali huwa anakula wenawe. So saa hii Ruto pia anakula watoto wake. Kula kabisa. Kula na nguo. Kula meza. Unapata Gachagua anasema ukitolewa Martha Koome usikaje. My friend, tutatoa Martha Koome na tutakuja Meru. Na ukicheza tunakupeleka Kodiaga ama Shimo la Tewa wewe Gachagua. My friend, wafisadi wakati imefika waende. Hata Ruto anajua kwamba ako kwa njia. So anaanza ataki wakina Martha Koome wabaki. So anangoa hapa. So hata sisi ikifika 2027 tumungoe wote waende nyumbani. So wale wote waleende kinyume na matakwa yetu kama wananchi wote nyumbani. So Ole Naula anza kujipanga uende ufuge mfugo yako kule Samburu. Wewe pia Martha Koome ende upumzike kweli kule Meru. Uende tulie. Kwa sababu unapata sisi wadogo hawa viongozi ya mahakama wanatudhulumu. Mambo ya affordable housing unashindwa. Polisi anakatwa mshahara, polisi mtu hana mshahara. Jaji baada ya onio room, Martha Koome hana hata room kidogo. Polisi analipa pesa kidogo tu. Baada Martha Koome anasema wacha atikatwe. Ukiangalia polisi hana hata sitting allowance, sijui standing allowance. Polisi hana kitu kama hizo. But Martha Koome akona vitu kama hizo. So hakukuwa anajali polisi. Polisi wameumia mambo ya affordable housing sana zaidi. Huyu ndio mtu mshahara wake ni duni hapa Kenya, polisi. Kama kuna mtu mshahara wake duni Kenya ni polisi. Then Martha Koome ajali anasema wacha housing levy pite. Sasa analia Ruto ngoa kila kitu kwa sababu wewe pia unangolewa na sisi. So ngoa marafiki zako watangulie kisha wewe pia utafuata baadaye 2027. So mahali imefika hatutabembelezana mtu. Mimi nikisikia Ole Naula analia mimi nacheka. Nikisikia Koome analia nacheka. Nikisikia kama Gachagua anabweka kule wa Minyoro nacheka kabisa. Kwa sababu ndio watu walijawa na kiburi. So hii ni onyo. Wewe mbunge wa Nairobi ambaye amefuatana Ruto wakati wale jangili ambao walikuwa wanafuata Ruto wanatoibia. Wewe pia tutakuweka kwa moja wa jangili. So tukisafirisha nyinyi tutasafirisha moja. Wewe mbunge wowote ambao wa Nairobi anafuata Ruto hapa Nairobi, chuma chako kiki motoni. 2027 Ruto akienda Sugoi wewe pia jipanga uende ukienda. Kwa sababu sasa hatutaki mchezo hapa Kenya. Na sisi ndio youth ndio tuko wengi. Na sisi ndio tuko agent ya wabunge. So kama mimi ni agent ya mbunge sitaki sina maibia. Nilisema jana, kura ya Ruto ikikuwa 1000 tunamwekea 100. 900 tunabeba tunapea opponent. Akipigwa 1500 tunapea 500. Hii 4500 tunampea opponent. Akipiga 10000 tunampea 1000. 9000 tunawekea opponent. Hiyo ndio sisi ndio tunataka kuiba Ruto. Kwa sababu sisi ndio agent.
Hakuna mtu millennium na Gen Z wote wanafanana. Tutamuiba Ruto. Kama kuna mtu akona kasi ngumu, Mheshimiwa Rais. Unajua watu wanafikiria ati Wakalenjin gani anapenda Ruto. Kama Ruto ameharibu soko ya mahindi, so Mkalata atamfurahia Ruto na nini? Ati wewe unasema wewe pia umeweka vitu zako hapa na unasema Ruto anachagulia wapi na kura gani? Kama kwao ndio hakuna biashara, hakuna Mkalata anataka Ruto. Wewe unasema tunachagua na nini na mbinu gani? Bwana, hata Mungu, hata Saitani anajua Ruto is a one time president. Wacha Mungu, Saitani anajua Ruto is a one time president. Kwa vyovyote, uwezi haribu biashara ya mahindi, uwezi haribu biashara ya kilimo, then unatuambia sasa tukaa nyuma hata tunachagua Ruto. For what benefit? Kwa sababu mtu mmoja amepeleka tumbo yake yeye amelipwa, mimi sana napiga makofi. Ati tuko kwa government. Which government? Serikali gani Mkenya ako ndani? Serikali gani?